Sasa kulingana na somo ambalo niliambiwa kulifundisha kuhusu kumuishia Mungu katika uhusiano wa karibu na Mungu. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, kumuishia Mungu ni jambo la muhimu na ni jambo zito sana. Na labda mimi nitaongea sana pia juu ya ushuhuda wa maisha yangu, vile ambavyo Mungu aliniokoa. Kwa kweli niliokoka na nikatoa moyo wangu wote kwa Mungu. Binafsi ninapozungumza kuhusu kumuishia Mungu katika uhusiano wa karibu, kuna neno moja ambalo linaweza kutufanya tumuishie Mungu. Ashukuriwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyemtuma Yesu aje aikamilishe hii kazi. Ni njia aliyotuanzishia. Aliuchukua huu mwili ambao ni pazia, unatuzuilia tusimwone Mungu. Lakini alipokuwa pale msalabani, alipoangikwa, akaamua kuusurubisha au kuua au kuondoa ule uadui uliokuwepo katikati yetu. Yesu Kristo alipokuja, aliacha enzi na utukufu, kila kitu kule mbinguni, akaja duniani akachukua huu mwili. Na tena hakuchukua mwili aje kama mtu mkubwa, akachukua cheo kidogo cha chini, yani cha mtumwa. Mtumwa ni mtu wa chini kabisa, asiye na heshima yoyote. Kwa hiyo Yesu hakutaka heshima yoyote. Wakati alikuwa na heshima kule mbinguni, alikuwa kwenye kiti cha enzi cha mbinguni, lakini akaacha yote ili aje atusaidie, atuondoe kwenye ule uadui wa mwili ambao unatutenga na mwili, ambao umekuwa ni pazia la kutuzuia tusiingie patakatifu pa patakatifu. Bwana asifiwe wapendwa. Kwa hiyo Yesu alifanya kazi kubwa, na wakati Yesu hajakamilisha hiyo kazi, kuna maneno aliyaongea wakati yuko duniani. Tukisoma kwenye kile kitabu cha Mathayo, naomba nisome Mathayo 16. Wapendwa, tunatafuta kumuishia Mungu katika uhusiano wa karibu kabisa. Hilo ndilo hitaji letu. Lakini tutamkaribiaje huyu Mungu? Ni kweli kuomba ni kuzuri sana, lakini nataka nikupe ile package au kifurushi chenyewe, ili Mungu atusaidie tuwe na mahusiano ya karibu, tumuishie Mungu 100%. Kwa hiyo katika kitabu kile cha Mathayo ile sura ya 16, kuna neno Yesu alisema ambalo ndilo ametuachia. Mathayo 16 ule mstari wa 24. Biblia inasema ya kwamba wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayeipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote, awe mwanamume, awe mwanamke, awe mtu mkubwa, mwenye cheo, maskini, tajiri, mtu yeyote anayetaka kumfuata Yesu, sharti ajikane, halafu achukue msalaba wake, ajitwike, amfuate Yesu. Hiyo ndio njia ambayo tumeisoma kwenye Waebrania kwamba ametuanzishia njia ipitayo katika pazia, yani mwili wake. Kwa hiyo ili tumfuate Yesu na tumuishie kwa mahusiano ya karibu, tuwe karibu na yeye, maana tunapokuwa kwenye mwili tuko mbali naye, na ni vigumu kuyatekeleza yale mapenzi ya Mungu kwa sababu ya mwili. Unajua hata sheria walipopewa Waisraeli, kilichowafanya wasitimize sheria, ni kweli walioambiwa usiue, usiseme uongo, mambo yote waliambiwa, lakini walishindwa. Ndio kwenye Warumi inasema kwamba sheria ni dhaifu kwa sababu ya mwili.
Mwili hauitii sheria ya Mungu kamwe. Yaani huo, maana mwili, unajua mwili ulishapata hukumu yake. Baada ya Adam tu tuliambiwa hapa asubuhi, alipomkosea Mungu, Hawa kumshauri vizuri, wakamkosea Mungu, wakala lile tunda, mwili uliadhibiwa pale pale, kwamba wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Kwa hiyo wenyewe hauna ajenda ya mbinguni, ajenda yake ni kurudi mavumbini. Kwa hiyo usituendeshe. Na sasa ili usituendeshe, lazima mwili usurubishwe. Bwana asifiwe. Yesu alichukua msalaba wake, lakini na wewe una msalaba wako. Ndio maana alikwambia hapa, ukitaka kumfuata Yesu jikane. Kujikana maana yake ni kujikataa, kwamba ninakataa sasa, sitaki kuishi mimi, sitaki maisha tena, nimalizike, niishe. Unapojikana unachukua msalaba. Utauchukuaje msalaba? Msalaba ni yale maisha ya kila siku. Unajua, wengine hapa mmeolewa, na mshukuru Mungu tuko wa mama hapa, na niwaambie wapendwa, kanisa ni wa mama. Wanawake wakipona, kanisa limepona. Kuna mchungaji wangu mmoja huwa anapenda sana, huwa anasema hivi, ukienda kufungua kanisa popote ukashuhudia wakaokoka wanaume tu, funga hilo kanisa, haliwezi kwenda. Kwa nini? Wanawake kuna kitu wamepewa na Mungu, na ni tangu uumbaji. Unajua wakati ule amemuumba mwanaume, Mungu alimuumba. Unajua Mungu aliumba vitu vyote, alafu akasema vitu vyote ni safi, vyote ni sawa. Lakini alipomuumba mwanaume, akaangalia, baadaye akasema sio vema. Yaani hapo tu ndio ilitokea sio vema. Vingine vyote vilikuwa safi, lakini hapo Mungu akasema sio vema huyu mwanaume awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo mwanamke ameumbwa katika hali ya usaidizi, na kusaidia inaweza ni sawa kabisa, kuanzia anapoolewa, anapokuwa na mme ni sawa kabisa, lakini hata asipokuwa na mme ana ile huduma ya usaidizi. Na ndio maana hata ukiangalia makanisani, watu waliomhudumia Yesu tumeambiwa hapa ni wanawake, wakamhudumia Yesu kwa mali zao. Tulikuwa tunaongea hapa hata juu ya karama. Mwingine unawaza mimi sijui karama yangu. Utaifahamu, kile unachosikia kukifanya kitakusumbua tumo. Alafu karama ikiwemo ndani yako, hata wasipokupa na itajitafutia njia tu, maana ni kitu Mungu amekiweka. Unamwona kuna dada mmoja tunamsoma kwenye Matendo ya Mitume, alikuwa Tabitha. Yeye alikuwa anashona nguo, akishona anawapa wajane, anawapa nguo. Siku ile amekufa, watu wanalia, wanaonyesha. Pengine wengine walikuwa hawamjui, walikuwa wanaona tu ni kama kako kanisani, hawajui kanafanya nini. Kumbe kana huduma kubwa kanisani, kamefanya watu wamepumzika, wanaona watu wamekuja kanisani wamependeza. Kumbe kuna kamama kamepata ufunuo. Tumeambiwa hapa sio lazima ujitangaze. Ukifanya ili ujulikane na watu, unaua huduma yako. Mungu anataka tufanye kwa ajili ya Mungu, hata wasiponitambua wengine, lakini Mungu ajue. Kwa hiyo huyu mama, nafikiri siku ile ndio walijua huduma yake. Watu wanalia, kila mtu anatoka na nguo analia, jamani, jamani. Na Mungu akaona vema akamrudisha. Kwa hiyo huduma ya mtu haizuiliwi na mtu, itajitafutia njia. Wewe kile unachosikia moyoni kukifanya kwa ajili ya kanisa, fanya kwa moyo wako wote. Na Mungu atakusaidia. Na kama utaonyeshwa na mtumishi au utaambiwa na mtumishi kwamba una karama hii, ni sawa. Lakini hata kama hujaambiwa, kile unachosikia moyoni mwako fanya. Namkumbuka ndugu mmoja kule Mara nilikokuwa,
alikuwa ni kijana wa kiume, ni mbaba tuseme, na yeye alikuwa ni mtumishi wa serikali, tena ni ofisa kwenye ofisi za halmashauri ya wilaya. Sasa yeye akasikia kuwiwa kusafisha choo kila siku. Yeye anaenda chooni, anaangalia hakuna toilet paper, tena haombi hela kanisani, anaenda ananunua yeye, anaenda anatafuta sabuni za chooni, anasafisha choo. Yaani yeye mwenyewe. Mwanzoni kwanza hatukujua ni nani huwa anasafisha, maana nawahi anasafisha, na kama ni ibada, hata kama ni katikati ya wiki, atawahi siku hiyo anakuja anasafisha, alafu tunakuta vyoo viko safi. Sasa siku moja kuna mtu mmoja alikuja, alikuwa anamtafuta mchungaji, alikuwa na shida. Sasa akamkuta yule baba anasafisha chooni. Akamwambia namtafuta mchungaji. Akamwambia mchungaji ametoka kidogo. Basi nilikuwa na shida naye, nitakuja kesho. Akamwambia haya basi sawa, hamna shida, nitamwambia. Akaondoka. Wakati anaondoka, yule baba pia ana mke wake. Mke wake ni mwalimu wa shule. Sasa wakati anatoka, yule mama wakakutana na mke wake. Akamwambia unatoka wapi? Nilikuwa nimeenda kule kanisani, maana alikuwa ni mgeni, hajakaa sana yule mama kanisani, yule aliyekuja. Ila wanafahamiana na yule mwalimu, maana alikuwa anajishughulisha sana na kukaribisha wageni. Basi akamwambia ulikuwa kanisani? Nilikuwa namtafuta mchungaji lakini nimemkosa. Hujakuta mtu? Ulikuwa na shida gani kwani? Nilikuwa nataka kuombewa. Hujakuta mtu yeyote pale kanisani si wange kuombea? Asikukuta mtu ila tu yule msafisha choo. Anaambiwa mke wake, kwa sababu mke wake na yeye, hii ndio tunayosema amejikana. Amebeba msalaba wake, ameusurubisha mwili na tamaa zake na matakwa yake. Maana mwili unatafuta heshima. Angekuwa mwingine hapo angesema yani mume wangu ndio anamuita msafisha choo, na wakati ni afisa mkubwa. Yule mama akacheka tu, ungemwambia hata huyo msafisha choo. Basi kaishia hapo. Sasa baadaye akaja akanisimulia, nikacheka, nikasema lakini mambo ya Mungu ni siri kubwa. Mungu atusaidie kweli kabisa, tutambulike na Mungu. Na hiyo haiwezekani mpaka uwe umejikana, umeusurubisha mwili. Ukisoma kwenye Wagalatia, sitaki niende sana, ile sura ya 5, nafikiri ni mstari wa 24, anasema kwamba wale walio wa Kristo Yesu wameusurubisha mwili na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Hizo ndizo tunazosurubisha. Maana hizo ndizo zinazotuletea hata magurupu makanisani. Wamama nimesema ni wazuri sana, wakifungua mioyo yao kwa Mungu, Mungu akawasaidia. Lakini wakifungua moyo kwa mwili, wakiwa mwilini, ni hatari kubwa sana. Ndio wanagawanya kanisa. Unakuta kanisani kuna magurupu. Nakumbuka kabla ya injili tulikuwa nayo hata sisi kanisani. Unaweza ukakuta wengine wamejitenga, wenye hela, matajiri. Maskini nao wana gurupu lao. Wasomi wana gurupu lao. Yaani kila design. Hilo ni kanisa eti. Wapendwa, kanisa ni mwili. Tumeambiwa hapa ni mwili. Mwili hauna faraka. Biblia inatuambia kiungo kimoja kikiumia, vyote vimeumia. Kiungo kimoja kikitukuzwa, vyote vinafurahia. Hakuna chuki, hakuna wivu, maana ni mwili. Sasa hatuwezi kufikia hapo kama hatujausurubisha huu mwili wetu, huu mwili wa damu na nyama, ili tuwe mwili wa Kristo. Lazima kwanza huu wa damu na nyama ufe, tuue, tuusurubishe. Tunapousurubisha, maana yake sasa tunafufuka katika upya wa uzima. Tunabeba sura ya Kristo, tunabeba tabia za Kristo, tunabeba ule upendo wa Kristo. Wapendwa, huwezi kuwa na upendo wa kweli kama hujakubali kusurubisha mwili na tamaa zake. Unaweza ukampenda mtu kwa sababu amekufanyia mazuri, huyo unampenda.
Akifanya kibaya tu umeshafuta yote, hata kama kuna mazuri, lile baya linachukua hatua. Hiyo ndio tabia ya mwili, na huu mwili umeleta shida kanisani. Ndio maana hatulioni kanisa likiungamanishwa, na ndio maana nimekuambia kwamba baada ya kupokea huu ufunuo wa injili ya msalaba, ndipo nilijua kumbe hata kilichotugawanya huko ni mwili. Maana tulikuwa watu wa mwilini, kila mtu anapambana katika mwili. Ni kweli tumeokoka. Unajua, niwaambie wapendwa, kuokoka ni jambo zuri sana, na Yesu alikuja kutuokoa. Na unapookoka ni kama umeingia pale kwenye ule mlango, unaingia kwenye ufalme wa Mungu. Sasa unapoingia hapo, unaanza safari ya kuingia rohoni, yani kukamilishwa rohoni. Maana ni mtu wa mwilini, umeokoka, bado uko mwilini. Sasa Mungu anaanza kupruni tabia za mwili ambazo ukizisoma kwenye Wagalatia, sijui wivu, faraka, husuda, nini, kuna mambo mengi. Tena Biblia mpaka inasema na mambo yanayofanana na hayo. Maana yake ni mengi. Hayo yaliyotajwa ni baadhi tu, lakini tabia za mwili au matendo ya mwili ni mengi. Kwa hiyo ndio maana nimewaambia ya kwamba wakati mwingine ni kweli tunakemea shetani, lakini anayeleta shida au adui mkubwa ni mwili. Tukikubali kuusurubisha mwili ambao una mawazo mabaya, ambao una chuki, ambao una wivu, ambao una faraka, tukakubali kuusurubisha, hapo tunakuwa salama. Na ninausurubishaje sasa? Ninapousurubisha wakati nimetendewa vibaya, hapo ndipo pa kuchukua msalaba wangu. Unajua, Yesu wakati anaenda kusurubiwa alitemewa mate, alivuliwa nguo, alitukanwa. Hata wakati wamekuja tu kumkamata Petro, mpaka alitoa upanga amtetee, ampiganie Yesu, akakata mtu sikio. Yesu akalirudisha lile sikio. Kwanza hata yule mtu ni kwa sababu tu moyo wake ulikuwa umejazwa kumsulubu. Maana hilo ni tendo la ajabu ambalo angesema ninaachia hapa, sitaki tena. Lakini kwa sababu shetani au adui alikuwa ameujaza moyo wake ili atimize kile ambacho Mungu anataka kikamilishwe kwa ajili ya ukombozi wetu. Maana kulikuwa na kazi. Unajua, shetani huwa anaruhusiwa, haji hivi hivi, anaruhusiwa kwa mtu wa Mungu ambaye amejitoa, anaishi maisha ya makamilifu, ana ushirika na mahusiano na Mungu wake. Haji hivi hivi, lazima aombe kibali. Mnakumbuka hata wakati anaenda kwa Ayubu aliomba kibali, hakwenda hivi hivi. Kwa hiyo basi Yesu akamwambia Petro, rudisha upanga wako alani. Ungejua mimi nina uwezo wa kuagiza majeshi 12,000 yaje yanipiganie, lakini ni kwa saa hii nalikuja. Kwa hiyo Yesu hakutaka kupambana, na hiyo ndio njia aliyokuwa anatuanzishia ili na sisi tuipitie. Ninapokuwa nimekubali kujikana na kuchukua msalaba, ninafuata nyayo za Yesu, napita mle, ninatendewa vibaya, lakini moyo wangu uko salama, na yale matendo ya mwili yanazidi kufa ndani yangu. Na yale matendo ya mwili yanapokufa, linazaliwa lile tunda la Roho. Kadiri tendo linakufa, kuna uzao wa rohoni unazaliwa kwenye maisha yangu. Nilikuwa siwezi kusamehe. Mungu anawezaje kunifundisha kusamehe? Atamleta mtu anikosee ili anifundishe kusamehe. Na wakati wote, maana ile nia ya mwili haitaki kusamehe, haitaki kuachilia, inataka mapambano, ile nia ya mwili. Kwa hiyo ninapokubali kwamba sasa ninakubali kuisurubisha, unashangaa ile tunda la msamaha linazaliwa ndani yangu. Kwa hiyo kuna mambo mengi tutayapitia, lakini lengo la Mungu ni kutusaidia tutoke kwenye mwili ambao unatutenga na Mungu, unaondoa mahusiano yetu na Mungu, ili tumuishie Mungu na tuwe na mahusiano ya karibu na Mungu wetu.
lazima tuikubali kazi ya msalaba, kuusulubisha mwili. Maana Mungu hawezi kumkubali mtu yeyote wa mwilini ambaye bado anaongozwa na mwili. Yaani ninaposema mwilini, wapendwa, ni ule uongozi. Yaani mwili bado umechukua hatamu, unaniendesha. Nikitendewa jambo lolote lile lililo ndani. Unajua Biblia inasema sehemu nyingine ya kwamba kimtokacho mtu ni kile kiujazacho moyo wake. Unakumbuka wakati ule Stefano anahubiri, wakati Yesu tu ndiye ameondoka, anahubiri habari za ufalme. Watu wakasikia vibaya, wakamsagia meno. Walipomsagia meno, wakaanza kumrushia mawe, kwa sababu ndani ya moyo wa Stefano hakukuwa na chuki, hakukuwa na hasira, hakukuwa na ugomvi. Kitu alichosema ni kwamba, Baba, wasamehe, hawajui walitendalo. Yaani unapigwa mawe hivi, jiwe kupigwa nafikiri ni mchezo. Mwingine litaruka hapo, unasikia tusi limeshatoka, maana ndilo lililojaa moyoni. Lakini Mungu anataka hayo yaishe ndani yangu, yatoke ndani yangu, na kutoka ninapokubali kujikana kwamba sasa sitaki niishi mimi, Kristo ndio aishi ndani yangu. Unajua Paulo anaposema ya kwamba sio mimi ninayeishi bali ni Kristo ndani yangu, maana yake amekubali kubeba msalaba na kumfuata Yesu, kusurubisha matakwa na tabia na tamaa zote za mwili zisiwemo ndani yake, asiishi yeye. Ukisoma kwenye ile Wafilipi ile sura, hebu tuanzie ya kwanza hapo. Wafilipi sura ya kwanza ule mstari wa 21. Tuanzie wa 20. Biblia inasema ya kwamba, kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote kama siku zote na sasa, vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Bwana asifiwe sana. Huyu ni mtu ambaye amesurubisha mwili. Unapousurubisha mwili, maana yake huishi wewe tena, ni Kristo anaishi ndani yako. Kristo aliyetukanwa akanyamaza, Kristo aliyepigwa. Tena ukisoma kwenye Mathayo anatuambia hivi, anayekupiga shavu hili geuza la pili, akikunyang'anya kanzu mpe na joho. Wapendwa, tukiishi neno la Mungu, kuna mambo mengi tutaachana nayo. Utanyang'anywa, ni haki yako kabisa, lakini hutachukua hatua ambazo dunia inachukua, kwa mujibu wa neno la Mungu, kwa mujibu wa maagizo ya Yesu aliyotuagizia. Hakuna sababu ya kumpeleka mtu mahakamani, ni kumsamehe. Hata kama amekufanyiaje, msamehe, hajui alitendalo. Kwa hiyo wapendwa, na hii haiji hivi hivi, mpaka tukubali kazi ya msalaba. Namkumbuka kuna ndugu yangu mmoja tulikuwa naye kanisani kule, wakati tumehubiriwa habari za ufunuo wa injili ya msalaba. Kuna ndugu mmoja akaja akamuomba hela. Sasa mtu mmoja akamuomba, ni ndugu wa kanisa, akamuomba, bwana, naomba uniazime hela, kuna biashara nimepata, yani nitachukua tu, nauza mzigo na kurudishia hela yako. Kwanza akasita, baadaye anazidi kumsumbua, akamuuliza mke wake. Mke wake akamwambia, hapana, usimpe hiyo hela. Yule mtu kwa kweli alikuwa amepitia mambo magumu, akawa na hana maisha yake ni magumu, na kipindi hicho ndiye alikuwa amekuja kanisani, hajakaa sana kanisani. Sasa anaomba milioni 10. Sasa mke wake akamwambia hivi, hapana, usimpe hiyo hela. Yule akazidi kumpigia, na walikuwa na mahusiano ya karibu. Alivyozidi kumpigia akasema, lakini si ananunua mzigo na kuuza saa hiyo ananirudishia.
akaamua akamtumia kwenye akaunti benki, zikaenda milioni 10. Sasa alimwambia yani akichukua tu hela, anaenda kuchukua mzigo, anauza, anamrudishia milioni yake 10. Akasubiri siku hiyo, hajapiga simu. Kesho yake kimya. Akamtafuta, hapokei simu. Hata akasema mbona huyu mtu vipi tena, hela yangu aliniambia ni siku hiyo hiyo. Lakini baadaye akapokea. Vipi bwana, mbona hiyo hela hujairudisha sasa? Unajua ndugu wewe nihurumie tu kwanza, nimeibiwa hapa siji nini. Umeibiwa nini tena? Baadaye akakata simu. Sasa yule mtu akapata shida tena, alikuwa amesafiri anarudi nyumbani kwake sasa. Na anakumbuka mke wake alimzuia asimpe hiyo hela, na amempa bila kibali cha mke wake. Sasa nawaza hata huyu mama sijui nitamwambiaje. Na yule ndugu huwa na shida ya kisukari. Akafika nyumbani sukari imepanda sasa, maana kulingana na mawazo alionayo. Sasa ikafika usiku, anamwambia amka ule. Atakula hataki. Mama akambembeleza, njoo ule hata kidogo, nimekutengenezea kitu rahisi tu. Sasa baadaye akajikaza akainuka. Sasa wakati wanakula sasa akasema nitamficha huyu mama mpaka lini? Akaambia unajua mama, siku ile uliponiambia ile neno sikulitii, nilimpa yule ndugu hela. Sasa imeibiwa, ameniambia imeibiwa. Namshukuru Mungu sana. Unajua kwa kweli wamama, Mungu atusaidie tuwe wasaidizi wa kweli. Mungu akitusaidia mioyo yetu ikawa salama, tutakaa kwenye nafasi zetu na tutawasaidia waume zetu. Yule mama Mungu alikuwa ameusaidia moyo wake. Aliposema akamwambia baba, yani hayo ndio yamekufanya umelala. Sasa hela kama zimeenda, si hamna shida. Kwani tulikuwa nazo baba? Si ni Mungu alitupa? Na sasa zimeenda, basi wewe achilia. Wewe ni wa muhimu zaidi, si wewe upo. Tutaendelea, Mungu atatufungulia mlango mwingine, tutapata hiyo pesa. Acha kuhuzunika. Akamtia moyo. Baadaye akapata nguvu sasa. Sasa baadaye alishirikisha watumishi wa Mungu, na siku moja wakaamua waende kwa yule ndugu waongee naye. Walipoenda kuongea naye, yule baba akawa mkali sana. Badala ya kunyenyekea kwamba amefanya kosa, akawa mkali, anasema, yani unakuja kunidai hela yako? Hivi ningekufa ungefurahi? Maana kwanza ningekufa mimi, badala ufurahi kwamba niko mzima, alafu unakuja kunidai. Yani akaongea maneno mpaka wale watumishi wa Mungu wakasema basi tuondoke. Sasa walipoondoka, akasema sasa mnamuona huyu ndugu, mimi nampeleka mahakamani. Wazee wale wakamwambia, watumishi wa Mungu wakamwambia, ndugu, beba msalaba, msamehe huyu ndugu, hajui alitendalo. Baadaye akampigia mume wangu usiku, akatafakari, akamuuliza, hivi mchungaji, unajua sijakuelewa baba. Unasema nibebe msalaba? Baba, sasa utafanyaje? Na huyo ndugu unamfahamu, hana chochote. We beba tu msalaba baba, Mungu atakusaidia. Hivi baba, msalaba unakaaje kwenye milioni 10? Niambie huo msalaba unakaaje kwenye milioni 10? Akaona milioni 10 hiyo sio ya msalaba, ingekuwa 200,000 hapo naweza nikachukua msalaba. Lakini kumbe tukiamua kubeba msalaba, haijalishi ni kiasi gani, yani vyovyote. Kwa hiyo yule ndugu akaona hapana, milioni 10 zangu siwezi kubeba msalaba, hapo msalaba naweka chini. Na kweli akawa ameamua kufungua kesi. Akaifungua kesi. Sasa kesho yake mahakama sasa anaenda, na bahati nzuri alikuwa anafahamiana na hakimu, na amesema nitakusaidia. Usiku ule Mungu akaingilia kati, akasema na moyo wake, hicho unachokifanya sio cha watu wa Mungu. Yesu asingetoa uhai wake, wewe usingeokoka. Na wewe inakupasa utoe uhai wako kwa ajili ya hizi milioni 10, umsamehe huyu ndugu ili apone.
Asubuhi hiyo hakusema na mtu, akaamka asubuhi akawahi mahakamani. Akaenda kwa hakimu akamwambia, ndugu, nimekuja hapa nafuta kesi. Kwa nini unafuta kesi? Nimeamua tu kumsamehe. Wewe acha huyu tufunge kabisa, huyu ni wakufa. Hapana, nimeamua kwa mujibu wa neno la Mungu na samehe. Akamwambia, dini zingine ni ujinga, unaachaje milioni zako 10? Akasema, nimeamua kuachilia. Na kweli akaachilia, na Mungu akamsaidia, na Mungu amemfanikisha mpaka leo. Lakini kwa sababu alikubali kuchukua msalaba. Unaona vile ambavyo tunapaswa kufa. Huo ni mwili umekufa sasa. Maana mwili ukiwa hai unahesabu milioni 10. Ndio maana mwanzoni alisema milioni 10 na msalaba, unakaaje hapo? Ni mwili huo unamwambia. Haukubali. Kwa hiyo wapendwa, ili tuwe salama na tuwe na mahusiano ya karibu na Mungu wetu, tufate nyayo za Kristo. Hakuna usalama mahali pengine. Ni kuyatoa maisha yetu yafe. Nisiishi mimi, lakini Kristo aishi ndani yangu. Hakuna jambo la kumshinda Mungu wetu. Ukisoma pia kwenye kitabu cha nani? Hebu nisome kwanza Warumi sura ile ya 12. Wapendwa, tunatamani tumuishie Mungu. Yaani maisha yetu yamarizike kwa Mungu. Huwezi kumuishia Mungu kama hujakubali kutoa uhai wako. Maana kuna mambo yatakuzuia unatengana na Mungu, na Mungu hataki hiyo. Anataka maisha yetu yawe 100% yamemalizika. Ile sura ya 12 anasema mstari wa 1 na wa 2. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Paulo hapa anaandika, anasema, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenye maana. Kama vile ambavyo kauli mbiu yetu inasema ya kwamba Mariamu amechagua fungu jema, kukaa miguuni pa Yesu. Kama tumechagua fungu jema, kukaa kwenye miguu ya Yesu, hatuwezi kukaa kwenye miguu ya Yesu aliye mtakatifu tukiwa na tabia za mwilini. Maana Mungu hawezi kutukubali. Lakini hapa tunaambiwa kwamba tuitoe miili yetu ambayo ni kikwazo kwa Mungu iwe sadaka, na hiyo ndio ibada yenye maana. Maombi yangu yatakuwa na maana kama nimeutoa mwili kuwa dhabihu. Nimeutoa, yani siishi tena katika mwili, lakini ni Kristo anaishi ndani yangu ninapoutoa mwili. Kwa hiyo yote ninayoyafanya yana maana. Jana tulikuwa tunaongea hapa kuhusu maombi. Nakumbuka kuna baadhi walisema kwamba wakati mwingine unashindwa kuomba maana kuna mtu amekufanyia jambo liko ndani humu na kusamehe umeshindwa. Ni kweli huwezi kusamehe ukiwa mwilini. Dawa yake ni kukubali kuusurubisha mwili, kutoa mwili uwe sadaka. Hiyo ndio ibada Mungu anapendezwa nayo. Na ukisha utoa mwili kuwa sadaka, maana yake yote unayoyafanya yatakuwa na maana. Ikiwa ni maombi, ikiwa ni kutoa, chochote unachokifanya, hata kama unafyagia hapa, wakati maisha yako yametolewa kuwa sadaka, hiyo ni sadaka bora sana. Kwa hiyo Mungu anaheshimu yote unayoyafanya, maana kwanza umeutoa mwili ambao una uadui juu ya Mungu. Kwa hiyo yote unayoyafanya utapata thawabu. Lakini vinginevyo tunaweza tukafanya, alafu unasoma kwenye Biblia, kuna sehemu Biblia imeandika ile siku ya mwisho kuna watu watakuwa mkono wa kuume wa Baba ambao walifanya mazuri, na wengine watakuwa mkono wa kushoto. Sasa wale wa mkono wa kulia wataambiwa, urithini ufalme wangu, sijui nilikuwa na njaa mkaja kunitazama Sasa wale wa kushoto
wataambiwa waondoke wakachome moto. Lakini kuna watu watajitetea, watasema, Bwana, mbona tulitoa unabii kwa jina lako? Mbona tuliombea wagonjwa wakapona? Wapendwa, hayo hayatuhudhurishi mbele za Mungu. Tunaweza tukayafanya, lakini mioyo yetu bado ina shida, maana hatujautoa mwili kuwa dhabihu uteketee, uungue. Maana hiyo ndiyo ibada yenye maana. Kwa hiyo kama nimetoa mwili umeteketea, ni Kristo anaishi ndani yangu, yote ninayoyafanya nitapata thawabu mbele za Mungu wangu. Lakini kama bado mimi ni mtu wa mwilini, nina hasira, nina chuki, ni kweli naweza nikaombea kwa jina la Yesu, linafanya kazi. Unajua jina la Yesu anaweza kataja hata mtu hawa ndugu zetu wa hivyo, akiwa ameamini kwamba lakini Yesu mbona nasikiaga akapona. Maana jina lina nguvu. Hilo jina tunasema kwamba tulikirimiwa jina lipitalo majina yote, likitajwa linafanya kazi. Lakini sio kwamba sasa kwa sababu umeombea mtu amepona, wewe ni mtakatifu naenda mbinguni. Unaweza ukakataliwa siku ya mwisho. Ulihubiri, ulifanya mambo mazuri, lakini shida Mungu atakachoangalia ni moyo. Jana tuliimba kapambio kamoja kanasema, nataka nifanane na Yesu. Kiu yangu na haja ya moyo wangu nifanane nawe. Wapendwa, iwe kweli ndio haja yetu. Maana Yesu atakaporudi atakuja kuchukua yule aliye na sura ya Kristo, yule amebeba tabia za Kristo, yule ana upendo ule wa Kristo, sio upendo wa kibinadamu. Unajua upo upendo wa kibinadamu. Hata ukisoma kwenye ile Wakorinto wa kwanza ile sura ya 13 ametaja sifa za upendo, kwamba nijapotoa mali zangu zote nikawapa maskini, kama sina upendo. Hivi utamwambiaje huyu hana upendo wakati ametoa mali zake zote amewapa maskini? Lakini mwandishi anasema kama sina upendo ni kazi bure. Nimetoa mali zangu zote nimewapa maskini, lakini nasema ni kazi bure. Lakini hapo chini ukisoma hiyo Wakorinto anasema, anataja sifa za upendo. Upendo haujivuni, hautakabari. Yaani kuna mazuri hapo. Huo ndio upendo. Lakini unaweza ukafanya kwa sababu labda mtu alikufanyia kitu fulani, ukatoa kweli, lakini sio moyo wako, sio moyo wa Mungu. Mungu anataka tubebe moyo wake, tufanane na Kristo. Kwa hiyo hebu kweli iwe haja ya mioyo yetu. Unajua kuna nyimbo tunaziimbaga lakini hazitoki ndani. Ili Mungu anisaidie nifanane naye, kuna kazi. Lazima nikubali kupita kwenye ile barabara ambayo Yesu aliipita. Lazima nikubali kujikana na kuchukua msalaba, ambayo sio kitu rahisi. Kwa hiyo wapendwa, hebu Mungu atusaidie mahali popote ulipo. Unaweza ukawa una baba ambaye ana tabia za ajabu, usimchukie. Ni chombo, ni kifaa, ni nafasi umepewa, uchukue msalaba, usurubishe mwili. Unajua tulikuwa tunasema hapa juu ya wamama ambao wamekuwa mfano kwenye Biblia, ni wengi kwa kweli. Nakumbuka kuna mama mmoja alikuwa na mwanamume mpumbavu anaitwa Nabali. Mpaka siku moja ikawa imepangwa anakuja kuuawa na nyumba yake yote. Daudi amekataa kumsaidia Daudi ambaye alikuwa anasaidia wachungaji wake kule. Akatuma watu wake, akamjibu kijeuri. Lakini wapendwa, Mungu atusaidie wamama. Unajua tunaweza tukawabeba hata wa baba wenye tabia za ajabu. Huyu mama Abigaili alikuwa na moyo wa pekee. Wakati wafanyakazi watumishi wake wamekuja kumwambia, yaani huyu bwana wetu amefanya kitu cha ajabu. Wale watumishi wa Daudi walitulinda tulipokuwa kule porini, walikuwa nguzo yetu, hakuna kitu chochote kilitupata tulipokuwa pamoja nao, lakini wamekuja kuomba msaada. Huyu bwana wetu amemjibu vya ajabu. Tumekuja kwako mama, wewe ndio unaweza ukatoa jawabu. Unaona, ukiwa mama mzuri, hata jamii unayoishi nayo inakutambua. Yule mama kwa sababu ya moyo wa kumpenda Mungu, ana ushirika na Mungu, yuko karibu na Mungu,
Unajua ukiwa karibu na Mungu, Mungu anakupa hekima. Kwa hiyo pale pale Abigaili, maana huwa nawaza ningekuwa labda mimi saa ile nimeambiwa ningeenda kupambana na huyo baba. Umefanyaje sasa? Watu walikuwa wanakusaidia, nikaanza kugombana. Kumbe jeshi lingekuja likatuua hapo wote. Lakini huyu mama hakutaka mjadala na huyo baba. Aliondoka, akabeba mikate nini vitu, akabeba kwenye ngamia, kimbia. Wakakutana na Daudi. Alipomuona tu anakuja na jeshi lake, huyu mama akashuka chini, akapiga magoti, akasema, juu yangu, juu yangu, ubaya wote uwe juu yangu. Huyu mume wangu Nabali, kama jina lake lilivyo, upumbavu anao, lakini ninaomba mtumishi wa Mungu usimwage damu kwa ajili ya huyu mpumbavu, msamehe baba. Unajua Abigaili alimwokoa Daudi, akaokoa na familia nzima ya Nabali. Kwa sababu maana Daudi naye alikuwa amechemka aende kuangamiza kitu ambacho hakiko halali, lakini kwa moyo wa huyu mama. Unajua wa mama, tukisimama kwenye nafasi zetu, tutaponya familia zetu, tutaponya jamii. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Na kama tulivyokuwa tunaambiwa hapa, hata hawa watumishi wa Mungu wapendwa, wa mama, tukisimama kwenye nafasi yetu, tukakubali kabisa kujikana na kuchukua msalaba, mioyo yetu ikawa safi, hata tunapoinua mikono yetu mbele za Mungu, maombi yetu Mungu anasikia. Kwa hiyo tutawaombea hawa watumishi wa Mungu. Wapendwa, hawawezi kusimama peke yao. Bila wamama wenye moyo waliotoa maisha yao, hawawezi kusimama. Wanahitaji maombi yetu. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Warumi ile sura ya 16, Paulo anasema kuna wamama ambao walinitumikia na walikuwa tayari hata kukatwa vichwa kwa sababu yangu. Yaani wanamtetea Paulo, hawakukubali kumwacha, ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo walipambana, yaani ni wanawake. Unajua kipindi kile wokovu wakati wa kina Paulo ilikuwa ni vita. Sasa walikuwa wanatafutwa hata kuuawa. Fikiria ni mwanamke, lakini anapigana kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, amlinde mtumishi wa Mungu. Kuna wamama wengi wameokoa, kuna wamama wengi wamefanya mambo makubwa. Ukiangalia hata yule mama Shunemu ambaye alimuona mtumishi wa Mungu Elia anapita, wewe niambie, huyo moyo anamuona tu akasema huyu bila shaka ni mtumishi wa Mungu. Kwanza akawa anakuja anapita, anamkaribisha chakula, baadaye akamshirikisha tena. Biblia inasema alikuwa mama mwenye cheo. Unajua wakati mwingine sisi wa mama tunaharibiwa hata na cheo. Tukipanda cheo unataka sasa umtawale mwanaume, uwe juu, maana una cheo. Ukipata tu hela, labda unafanya kabiashara. Hata jana tulikuwa tunafundishwa hapa jinsi ya kukuza kipato. Ukaongezeka kwa kipato, unataka ukae juu, lakini tumeambiwa wanawake tuwe chini ya wanaume, tunyenyekeze maisha yetu kwa wanaume. Lakini unaweza ukapata kacheo wako ukaja juu. Lakini huyu mama Mshunemu, Biblia inaniambia ya kwamba alikuwa mnyenyekevu, anamuomba mume wake, na kuomba mume wangu tujenge kakibanda hapa, ili huyu mtumishi wa Mungu anapopita au anaingia, tuweke kitanda na kiti na taa humo, ili anapopita au analala humo. Haya ni mawazo na maono ya mwanamke. Baba hakuwa anajua, lakini akashirikishwa na mama mwenye hekima. Wapendwa, tukisimama kwenye nafasi yetu na tukaona mahusiano ya karibu na Mungu wetu, maisha yetu kabisa yakamezwa na wazo la Mungu. Maana kila tunachowaza tutakuwa tunawaza juu ya Mungu wetu, juu ya kazi ya Mungu, juu ya ufalme wa Mungu. Haya mengine ni kweli tutayawaza, lakini zaidi sana ile kazi ya Mungu ndani ya mioyo yetu. Maana tukitembea rohoni tukahama mwilini, tutawaza ya rohoni. Sina muda sana, lakini ukisoma hata kwenye kitabu cha Wakolosai anasema hivi: ikiwa mlikufa na uhai wenu umefichwa katika Kristo, yatafakarini yaliyo juu,
Kristo aliko, hatutatafakari yaliyo ya dunia hii, tutatafakari yaliyo juu. Lakini ikiwa tumekufa, unajua hapo tuna vifo mara mbili. Asubuhi hapa tumeambiwa yule mwanafunzi aliyeitwa na Yesu kwamba njoo nifuate. Alafu akasema nipe ruhusa nikazike baba yangu. Yesu akamwambia acha wafu wazike wafu wao. Maana yake hicho ni kifo kwa Mungu, yani walikuwa wafu kwa Mungu, wamekufa kwa Mungu, hawako hai kwa Mungu, maana wanatenda ambayo sio ya Mungu. Kwa hiyo tunapookolewa, tunatoka kwenye ule ufu wa kutokuwa na Mungu, tunaingia kama nilivyokuambia kwamba tunaanza kubadilishwa sasa, tuingie rohoni. Maana yake sasa tunakufa ule utu wa nje, ule wa mwilini, alafu tunafufuka pamoja na Kristo. Tunakuwa na maisha ya Kristo, tunakuwa na sura ya Kristo, tunaishi kama Kristo. Unajua wapendwa, dunia inataka imuone Kristo. Kuna siku moja kuna watu fulani walikuwa wanatoka kwenda kumwabudu Mungu mahali, wakati ule wa Agano la Kale pale. Wayahudi kwa desturi za Kiyahudi wameenda kwenye ibada zao, maana na wakati ule Yesu ndiye alikuwa anaanza kazi. Tena ndugu zake walimdhihaki, wakaambia Yesu, sina wewe uende kwenye mkutano kule, wenzako wanaenda na wewe unataka kujulikana? Na Biblia inasema na walimwambia hivyo kwa sababu walikuwa hawamwamini hata ndugu zake. Sasa Yesu akasema nyie nendeni, saa yangu haijafika. Basi baadaye wameenda wakafanya ibada huko, zikaisha. Sasa kuna watu wakati wanarudi maana kuna wakati Yesu aliongea kule, akiwa kule aliongea. Inawezekana yale maneno yaliwagusa. Baadaye wakaanza kumtafuta Yesu, wakakutana na wanafunzi wake, wakawaambia jamani, sisi tunataka kumwona Yesu. Akaambiwa Filipo akamwambia Andrea, afu wote wawili wakaenda kwa Yesu. Wakaambia Yesu, kuna watu wanataka kukuona, wanataka kuniona. Alafu Yesu alipoambiwa wanataka kumuona, hakutoka tu kwamba ngoja nitoke sasa niende wanione. Alisema neno moja zito sana: saa imefika, mwana wa Mungu atukuzwe. Chembe ya ngano isipoanguka na kufa itakaa hali hiyo hiyo, lakini ikianguka ikafa itazaa matunda. Maana yake alikuwa anaona ile kazi anaenda kuikamilisha. Atakapokuwa amekufa ni sawasawa na mbegu inapandwa, ni moja, inakufa, alafu inaota nyingine sasa. Alafu hiyo moja ilikuwa moja, kama ni muhindi, kamuhindi kamoja. Sasa kale kanazaa mbegu nyingi. Kwa hiyo Yesu anawaambia hivi, ikifa itazaa matunda mengi. Na sasa hawatamtafuta Yesu mmoja. Maana yake Yesu watakuwa maofisini, maana akiwepo mtu ameokoka, wanamwona Yesu kama amembeba Yesu. Wataona tabia za Yesu, wataona upendo wa Yesu. Nakumbuka kuna kijana mmoja ameokoka mzuri, alikuwa anafanya kazi kwenye ofisi moja na akapandishwa cheo fulani, na kile kilikuwa na fursa nyingi kwa dunia hii, kupata hela za dunia hii. Sasa alipopewa hizo, maana alipewa kusimamia mradi mkubwa, sasa watu wa dunia wakaanza kumpongeza. Yeye ameokoka. Hongera sana bwana, hongera sana. Nakwambia sasa, kama ulikuwa hujajenga nyumba utajenga, kama ulikuwa hujanunua gari utanunua. Sasa hawajui huyu wanayemwambia barabara hiyo hapiti. Akaendelea kufanya kazi. Sasa akaanza ana watu wengine anaofanya nao, sasa wanataka wamfundishe hizo. Akasema mimi hayo sifanyi. Sasa wakamchukia sana. Lakini kulikuwa na mkubwa mmoja ambaye yeye alikuwa anachukia rushwa na matendo haya mabaya. Hana Mungu, lakini anapenda mtu mnyofu, na ndiye mkubwa aliye juu. Sasa akasimamia ule mradi. Baadaye hela
zilibaki kama milioni 300. Akazichukua akazirudisha. Yule bosi akasema, wewe umerudisha, kumbe tunaliwa hela nyingi. Akampandisha tena cheo zaidi, lakini watu walimchukia zaidi. Kwa hiyo wapendwa, si unaona hata mle ofisini amekuwa kielelezo kwamba kumbe mtu anayemcha Mungu hachukui rushwa. Lakini wakikuweza ukawa unakula nao, utakuwa na ujasiri wa kuwahubiri? Huwezi ukawahubiri, na hawawezi kumwona Yesu kupitia maisha yako, maana na wewe una tabia zile zile za dunia. Lakini Mungu akitusaidia tukakubali kabisa kufa katika mwili na Kristo akaishi ndani yetu, watu watamuona Kristo. Wapendwa, dunia inataka kumuona Yesu. Wapendwa, Mungu atusaidie huko tuliko. Ikiwa ni sokoni unafanya kazi, ikiwa ni ofisini, ikiwa ni majirani, waone tabia zako kwamba ni tabia za tofauti. Lakini unaweza ukakuta hata sisi wamama tulio kanisani tuko kwenye vijiwe vya wamama ambao hawajaokoka, na maneno wanayoongea ni machafu. Sasa hapo hatumuonyeshi Kristo. Unataka watu wamuoneje Kristo, wapendwa? Unajua tunataka eti tuwashuhudie maneno ya Mungu, lakini niwaambie hivi, maisha yana nguvu kuliko maneno. Tukiishi hata bila kunena, maisha yatawavuta. Nimalizie kwa kusema kaushuhuda kamoja, maana muda wetu umeenda. Kuna mtu mmoja alipelekwa nchi fulani kwenda kuhubiri. Sasa ile nchi ilikuwa na lugha tofauti na nchi aliyotoka. Sasa ilikuwa lazima ajifunze lugha ya nchi ile ili aanze sasa kuwashuhudia. Sasa ilikuwa ni mwaka, nafikiri miezi hivi anajifunza, lakini ilikuwa akae miaka 3. Sasa alipofika akajaribu kujifunza lugha ya kule, ikamshinda kabisa, hakuweza. Sasa akakaa tu mpaka muda wake uishe. Lakini alikuwa anaishi na wale watu, hajui lugha yao. Lakini wakati mwingine anaweza kumuona mtu amepata labda shida, anaenda anamsaidia. Au akipita mtu anamsalimia, anampungia, yani anaonyesha kwa vitendo. Akawasaidia wengi, hata akikuta mtu amepata shida anasimamisha, hata kama ni gari anaacha hapo, anamsaidia, anamshughulikia. Hata kama ni kupeleka hospitali ataondoka naye anampeleka hospitali. Kama anahitaji msaada labda wa kipesa atamsaidia. Akaishi mpaka miaka 3 ikaisha. Akarudi kwenye nchi yake. Akatumwa mwingine, akaenda. Huyu mwingine akaenda akajifunza lugha, akafaulu. Alipojua lugha akaanza sasa kwenda mitaani anawashuhudia habari za Yesu. Alipokuwa anashuhudia, wanamwambia, nyamaza, unayemsema tunamfahamu. Alikaa kwenye ile nyumba, yani yote hayo unayoyasema alikuwa anayafanya, alikaa hapo. Sasa ikamfanya huyu wa pili kupata urahisi wa kuwaleta watu kwa Yesu. Lakini aliyefanya kazi kubwa ni yule aliyeishi. Waliona maisha yake yakawagusa. Kwa hiyo wapendwa watumishi wa Mungu, Mungu atusaidie sana maisha yetu ya nene. Maisha yana nguvu kuliko maneno. Namkumbuka mama mmoja kwenye Biblia anaitwa Naomi. Alikuwa na mcha Mungu, alitoka Israeli akaenda nchi nyingine, kulikuwa na njaa. Alipofika kule alikuwa na watoto, wakakua, wakaoa, wakawa wamekaa huko. Lakini baadaye mume wake akafa na wale vijana wakafa, akabaki yeye na wale wakwe. Sasa baadaye siku moja akaamua, maana akasikia kule Israeli chakula kipo, akaamua arudi kwao. Sasa akawaaga wale mabinti zake au wake za vijana wake, lakini wakasema tunaenda pamoja na wewe, hatukuachi. Baadaye akageuka, hivi nyinyi watoto kweli mna akili, mtaendaje pamoja na mimi? Nyinyi bado watoto wadogo, kaeni muolewe. Maana alijua akienda nao huko hata kuolewa hawataolewa. Lakini
wakang'ang'ana. Baadaye yule mmoja aliposikia kwamba nyinyi bado watoto wadogo, itabidi mpate waume, waoe, mzae watoto na Mungu awafanikishe, yule mmoja akaamua kurudi. Lakini yule mmoja akasema, kuna maneno ya nguvu aliyasema pale, usinisihi nikuache, kule utakapoenda nitaenda. Mungu wako atakuwa Mungu wangu, watu wako watakuwa watu wangu, nchi yako itakuwa nchi yangu. Ni mtu ameona maisha ya mtu, ameguswa na maisha ya mtu, akatamani hata Mungu aliye naye awe naye. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana, maisha yetu yawaguse watu. Na hii inatokana tunapokuwa na yale mahusiano, yani na ushirika wa karibu na Mungu wetu. Yani tunaishi na Mungu, tunaisikia. Ukisoma ile Yohana walioisoma ile, mimi ni mzabibu ninyi ni matawi, pale chini yake ule mstari wa 15, ile sura ya 15 nafikiri mstari wa 14, anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakakaa ndani yangu, ombeni lolote. Kwa nini anasema hivyo? Maana ukikaa ndani ya Mungu na haya maneno, unajua maneno haya naweza, tunaposema ndani yako ni moyoni, nimeyabeba moyoni, na ninayabeba moyoni baada ya vile yale matendo ya mwili kutoka ndani ya moyo wangu. Sasa nabeba neno la Mungu, maana neno la Mungu ni Kristo mwenyewe, linakaa ndani yangu, linaniongoza. Kwa hiyo ndio maana anasema kwamba ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakakaa ndani yenu, ombeni lolote. Maana yake ni hivi, hautaomba kwa tamaa za mwili, utaomba kwa kuongozwa na Roho. Maana kilicho ndani yako, kilichojaza moyo wako ni maneno ya Mungu, au ni Mungu mwenyewe, maana yumo ndani yako. Kwa hiyo wapendwa, hebu Mungu atusaidie sana kabisa, kama Mungu akitujalia, ili tumuishie Mungu katika uhusiano wa karibu. Mungu yuko karibu na sisi tukiwa rohoni. Hawezi kuwa karibu na mtu wa mwilini, mwenye matendo ya mwili, mwenye chuki, hasira, wivu, visasi, mambo machafu. Hawezi kukaa na Mungu. Lakini tukiafisha matendo ya mwili, tukaishi rohoni, tukaongozwa na Roho, Mungu atakuwa katikati yetu. Mungu atakuwa pamoja na sisi. Tutaisikia sauti yake kwa karibu. Tutaongozwa na Roho wa Mungu. Unajua ni vigumu kuongozwa na Roho wa Mungu kama wewe ni mtu wa mwilini. Maana mtashindana, hivi viwili vinashindana. Kuna mashindano kama vile ambavyo tumeambiwa asubuhi, yule mama Rebeka tumeambiwa hapa, aliyekuwa amebeba mataifa mawili ndani ya tumbo, yanapambana, yanashindana. Vivyo hivyo hata sisi rohoni kuna mashindano ya mwili na roho. Kama bado hujausurubisha mwili, kuna mashindano na mwili, maana huyo ndiye mkubwa, ana nguvu zaidi, ana uwezo zaidi, ana ushawishi mwingi. Lakini Roho wa Mungu ni taratibu. Lakini tukiafisha matendo ya mwili, tukaishi rohoni, tutaisikia sauti ya Mungu, tutasikia maelekezo ya Mungu. Hatutaishi kwa kuongozwa na mwili, hatutapambana katika mwili, lakini tutamwachia Roho Mtakatifu ndani yetu. Yeye ndiye atashika usukani, yeye ndiye atatumiliki. Mungu awabariki sana.